Rebeka hakuwa maarufu mjini Kariwa, wala hakuwa na cheo, mali wala jina kubwa. Alikuwa ni mwanamke wa kawaida kabisa, mjane wa miaka 35 aliyekuwa akiishi maisha ya kupambana. Aliendesha kibanda kidogo cha chakula pembeni ya barabara kuu ya Kariwa, mahali palipojaa vumbi mchana na baridi kali jioni. Kibanda hicho kilikuwa kimeezekwa mabati ya zamani, nguzo zake ni mbao zilizotokana na vichaka vya msituni, na paa lake lilivuja kila mvua iliponyesha. Lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichowavutia watu hapo: chakula chake kilitoka moyoni. Sio tu kwa ladha, bali kwa upendo aliouweka katika kila sahani. Rebeka alikuwa na tabia ya pekee ambayo wengi walishindwa kuielewa. Kila siku saa 10 jioni, kabla hajafunga kibanda, aliandaa chakula cha ziada. Wakati watu wakiweka faida zao mfukoni, yeye alikuwa akitenga sahani moja ya chakula kizuri, sio mabaki, na kuifunika kwa uangalifu. Halafu alitembea mwendo wa dakika 5 hadi mparachichi mkubwa uliokuwa pembezoni mwa barabara ya mtaa wa Mwembe Mweusi. Hapo alikuta mtu ambaye wengi walimuita kwa majina ya kejeli: maskini, bubu, mzee, kigugumizi au yule mlemavu. Rebeka hakuwahi kumuita hayo majina. Kwake alikuwa tu babu. Babu alikuwa ni mzee aliyeketi siku zote pale chini ya ule mti, akiwa na fimbo na mguu mmoja uliopooza. Mavazi yake yalikuwa ni madoa ya mavumbi na matobo ya muda mrefu. Alikuwa akinusa harufu ya wali na mboga ya kisamvu kutoka mbali, na macho yake ya kivivu yalikuwa yakiangaza tumaini la kila siku alipoona Rebeka akimkaribia. Siku njema babu, Rebeka alisema kwa tabasamu, akimkabidhi sahani ya plastiki iliyojaa chakula moto. Babu alichukua chakula hicho kwa mikono inayotetemeka, akimtazama Rebeka kwa shukrani. Mwanangu, Mungu akulinde, alitamka polepole, kwa sauti ya kuchoka lakini yenye uzito mkubwa wa baraka. Rebeka hakumjibu kwa maneno mengi. Alimwangalia tu, akamuuliza kwa sauti ya upole, unahitaji maji leo? Na aliposema ndiyo, alimletea chupa moja ya maji safi kabla ya kurudi kibandani na kufunga biashara ya siku hiyo. Hii haikuwa mara moja wala mara mbili. Ilikuwa desturi ya miaka 3. Watu wengi waliomuona Rebeka wakamlaumu. Kila siku huyo mzee. Hata asante hapigi kelele, wengine walisema. Rebeka una moyo wa ajabu. Lakini si kila maskini anahitaji chakula tu. Huyo ni mlevi wa zamani, wengine walimsema. Lakini Rebeka hakuwa mtu wa kuruhusu sauti za nje kuingilia moyo wake. Alikuwa na imani moja tu: Mungu akija duniani, haji kwa sura ya malkia. Anaweza kuja kama ombaomba tu. Na hiyo ndiyo iliyomfanya aendelee siku baada ya siku. Mara nyingine alikuwa hana faida yoyote kabisa. Kuna siku mvua ilinyesha usiku kucha, hakupata wateja. Aliketi kwenye kibanda chake akiwa na hofu kama ataweza kulipa kodi ya chumba mwezi huo. Lakini hata siku hiyo alitenga sahani ya chakula na kuipeleka kwa babu. Leo mboga imechelewa kuiva, alimwambia babu siku hiyo ya mvua. Lakini imetoka moyoni, alijibu babu, akitabasamu na macho yenye uchovu. Kwa ndani, Rebeka alikuwa akijiuliza ni kwa nini moyo wake haumruhusu kupuuza mtu huyu. Kulikuwa na nguvu fulani isiyoonekana kati yao, kama kuna jambo lililowazidishia zaidi ya chakula na shukrani. Siku moja, jua lilikuwa kali sana. Rebeka alikuwa na wateja wengi, hali iliyomchosha sana. Aliketi kwa muda akitafuta pumziko, huku jasho likimtiririka usoni. Ilikuwa ni siku ngumu. Wakati akihesabu pesa zake, aligundua kuwa haikutosha hata kununua mchele wa kesho. Aliangalia juu, akavuta pumzi ndefu na kutikisa kichwa kama mtu anayevunjika moyo. Lakini kama kawaida, alitenga chakula cha babu. Alipompa babu ile sahani, aliketi pembeni yake kwa muda mfupi, jambo ambalo hakuwahi kufanya. Siku hizi maisha yamekuwa magumu sana, babu, Rebeka alisema kwa huzuni. Babu alimtazama. Alinyamaza kwa muda mrefu, halafu akasema kwa sauti ya kina, moyo unaotoa haukauki. Unaweza usione sasa, lakini mbegu yako inamea. Rebeka alitabasamu tu. Alidhani ni maneno ya kumpa moyo. Hakujua kuwa ni maneno ya unabii. Mbegu gani tena babu?
Subiri. Siku ikifika utajua, alijibu babu, na kisha akageuka upande wa pili kama aliyekamilisha ujumbe wa mwisho. Wiki moja baadaye, Rebeka alikuwa akifungua kibanda asubuhi, aliposhangaa kuona gari kubwa jeupe limesimama mbele ya kibanda chake. Mlango ukafunguliwa na kijana mwenye suti safi, viatu vya bei ghali na tabasamu la kustaajabisha. Akashuka. Habari za asubuhi mama, Rebeka aliuliza kwa sauti ya upole. Rebeka alihisi hofu. Ndiyo, hii ni mimi. Kuna tatizo? Hapana. Baba yangu amenituma. Baba yako ni nani? Baba yangu ni mtu uliyemjua kwa jina la babu, alijibu kijana huyo. Rebeka alitetemeka. Unamaanisha yule mzee mlemavu? Ndiyo. Lakini jina lake halisi ni Mzee Baraka Nyalandu. Tajiri aliamua kuishi mitaani baada ya kupoteza familia yake. Alitaka kujua nani anaweza kumpenda bila kujua pesa zake. Wewe ulikuwa wa pekee. Rebeka alihisi miguu yake ikinyong'onyea. Aliegemea kwenye kuta za kibanda chake. Machozi yakaanza kumtiririka. Kijana huyo alimkabidhi bahasha. Ndani yake kulikuwa na barua yenye maandishi kwa mkono na hundi yenye thamani ya shilingi milioni 32. Barua hiyo ilisomeka: mwanangu Rebeka, miaka 3 ulionilisha, ulinionyesha kuwa bado kuna wanadamu walio hai moyoni. Uliniona nilipokuwa sifai kwa macho ya dunia, lakini uliona thamani yangu. Leo nataka uendelee kuwasha taa ulionayo ndani yako. Tumia fedha hizi kufungua mgahawa mkubwa, Chakula cha Moyo, ili ulimwengu ujifunze kuwa mema huacha alama. Wako katika moyo, Mzee Baraka Nyalandu, babu. Rebeka alishindwa kuongea. Alikumbuka kila siku aliyotenga chakula, kila wakati alipoambiwa hana akili ya kibiashara, na kila dharau aliyowahi kuipata. Sasa alijua hakufanya yote kwa bahati mbaya. Alikuwa akijenga daraja la miujiza bila kujua. Rebeka aliporudi nyumbani jioni ile, alikuwa kimya, macho yake yakitazama dirishani kama mtu aliyesafiri mbali kiakili. Hundi aliyopewa ilikuwa bado mikononi mwake, na barua ya babu aliiweka chini ya mto wake kama mtu aliyehifadhi moyo wa mwingine karibu na kifua chake. Usiku huo hakuweza kulala. Alikumbuka maisha yake ya nyuma, alivyopambana kulelewa na mama mjane, alivyouza maandazi shule ya msingi, na alivyopigania kila senti baada ya mumewe kufariki kwa ajali ya bodaboda. Hakuwahi kuota kuwa siku moja angekuwa na uwezo wa kufanya jambo kubwa. Lakini sasa alipewa nafasi ya kubadilisha sio tu maisha yake, bali pia ya watu wengine. Asubuhi yake haikuwa ya kawaida. Aliamka mapema, akasali kimya kimya, machozi yakimtoka. Kisha akaenda mahali ambapo aliishi kwa miaka, kibanda chake cha chakula, na kwa mara ya kwanza akakifunga kabla hata hakijafunguliwa. Watu waliosikia habari hizo walisema mengi, labda amehama, kuna mtu kamroga, au kaolewa na mzungu. Lakini Rebeka alikuwa na mpango mkubwa, mpango wa babu. Miezi 2 baadaye, katika kiwanja kilichoachwa karibu na barabara kuu ya Kariwa, palisimama jengo jipya lenye rangi ya udongo na mapambo ya kijani. Lango lake lilikuwa na maandishi makubwa, Chakula cha Moyo, karibu ule kwa upendo. Ndani kulikuwa na meza safi, viti vya mbao vilivyopakwa rangi ya kahawia, na kuta zilizopambwa na picha za maneno ya hekima. Rebeka alisimama mlangoni akiwa amevaa gauni lenye rangi ya udongo na leso kichwani. Alikumbuka miaka ile aliyotumia kutengeneza sahani kwa jiko moja, na sasa alikuwa na jiko 4, wapishi 2 na wahudumu 5 waliotabasamu kama vile walizaliwa kwa ajili ya kazi hiyo. Alitangaza kwamba kila jioni, chakula cha bure kingetolewa kwa maskini wote waliokuja bila kuulizwa maswali. Hii ni amri ya moyo, si sheria ya biashara, aliwaambia wafanyakazi wake. Katika siku ya uzinduzi, watu wengi walijitokeza. Waandishi wa habari, viongozi wa kijiji, akina mama wa sokoni, na hata wanafunzi waliokuwa wamewahi kuonja ugali wa Rebeka miaka iliyopita. Lakini mmoja hakuonekana, babu. Siku moja, usiku wa saa 2, wakati wafanyakazi walikuwa wakihesabu pesa za siku, kijana mmoja aliingia ndani ya mgahawa. Alikuwa na sura ngumu ya kusoma, hakukuwa na huzuni wala furaha. Alimfuata Rebeka moja kwa moja na kusema, nimeletwa na barua.
Natakiwa nikupe sasa hivi. Rebeka aliitazama barua hiyo iliyofungwa kwa uzi mwekundu. Akaifungua kwa mikono inayotetemeka. Mwanangu Rebeka, kama unasoma barua hii, basi ujue safari yangu imefika mwisho. Nilikuwa na maradhi ya moyo ambayo sikutaka mtu ajue. Lakini nilijua siku yangu itafika. Sikutaka uone huzuni yangu, nilitaka ukumbuke baraka, si maumivu. Umenifundisha kuwa upendo bado upo. Si pesa zangu ndizo zilizoniokoa, bali chakula chako. Si kwa sababu ya ladha, bali kwa sababu ya moyo. Na moyo huo sasa una nafasi ya kuangaza zaidi. Usisahau kuwasaidia wale waliopuuzwa kama ulivyonisaidia mimi. Katika hao, Mungu huvaa ngozi ya mwanadamu. Uko moyoni mwangu daima. Mzee Baraka Nyalandu. Rebeka alilia sana usiku huo. Sauti yake ilisikika jikoni na wafanyakazi wake wakasimama kimya, wakihisi uzito wa moyo wa mama aliyeinuliwa na Mungu kupitia upendo wa kawaida. Miaka 2 baadaye, chakula cha moyo kilikuwa maarufu mkoa mzima. Watalii waliokuja Kariwa walitaka kuonja chakula kilichojaa moyo wa upendo. Wageni walikuja kusikia simulizi ya mwanamke aliyeamini katika msaada bila masharti. Lakini zaidi ya hayo, kila jioni watoto wa mitaani walikuja. Walijua kuwa saa 12 jioni, bila kushurutishwa, sahani ya chakula moto ingewasubiri. Siku moja, msichana mdogo aitwaye Sifa alimjia Rebeka akiwa na machozi. Mama, nahitaji kazi yoyote, hata kufagia. Sina pa kuishi. Rebeka alimwangalia kwa macho yaliyomwona zamani zake. Alikumbuka. Hapo ndipo alipoanzia. Alimkumbatia msichana huyo na kusema, hapa sio mahali pa kutafuta pesa tu. Hapa ni mahali pa kupona. Kuanzia leo huna jina la mtaani. Hapa wewe ni binti yangu. Na hapo mzunguko wa neema ukaendelea. Katika ukuta wa mgahawa kulikuwa na bango kubwa lililoandikwa kwa herufi za dhahabu, usimpe chakula kwa sababu anaomba, mpe kwa sababu una moyo. Rebeka aliendelea kuwasha moto wa tumaini, akijua kuwa upendo hauhitaji matangazo makubwa. Uhalisia wake hujionyesha kimya kimya, kama vile jua linavyochomoza baada ya usiku mrefu. Na katika kila sahani ya chakula kulikuwa na baraka iliyofichwa. Kwa wengi, Rebeka alikuwa mpishi. Lakini kwa walioguswa na moyo wake, alikuwa zaidi ya hivyo, alikuwa daraja kati ya maisha na tumaini. Katika muda wake wa ziada, Rebeka alianza kujifunza Kiingereza. Mmoja wa wafanyakazi wake alikuwa binti aliyejua Kiingereza vizuri, ambaye alimsaidia Rebeka kwa miezi kadhaa hadi akawa na ujasiri wa kuelewana na wageni wa kigeni. Mwaka mmoja ulivyopita, jiji la Kariwa lilibadilika. Watu walianza kuamini kuwa upendo unaweza kushibisha zaidi ya chakula. Rebeka hakuwa tena jina tu, bali alikuwa alama ya matumaini, mama wa watu wengi waliopitia magumu. Siku moja, kijana aliyewahi kupewa chakula bila kuulizwa maswali alirudi akiwa amevaa sare za chuo kikuu. Alimkumbatia Rebeka na kusema, nisingefika hapa bila sahani yako ile ya kwanza. Hakuhitaji kusema zaidi, macho ya Rebeka yalielewa. Mgahawa uliendelea kupanuka. Sasa kulikuwa na maktaba ndogo pembeni, kwa watoto waliokuja na njaa ya tumbo na akili. Walijifunza kusoma, kuandika na hata kuimba. Ukuta mmoja ulipambwa kwa picha za waliowahi kusaidiwa, ukiitwa ukuta wa tumaini. Na kila jioni, kama kawaida, chakula kilitayarishwa kwa uangalifu, mezani kikiambatana na maneno matatu yaliyoandikwa kwa ubao, karibu, kula, tabasamu. Lakini Rebeka alikuwa bado yule yule mnyenyekevu, mwenye mavazi rahisi, lakini aliyejawa na utajiri wa upendo usioisha. Ilipofika majira ya kiangazi, jua lilikuwa kali, lakini ndani ya chakula cha moyo, joto la huruma liliwashinda hata miale ya jua. Rebeka alikaa pembeni ya dirisha, akitazama watoto wakicheza uwanjani nyuma ya mgahawa. Alikuwa amebeba kikapu kidogo cha maharage na kuendelea kuyapekua kwa mikono iliyochoka lakini yenye amani. Ndipo kijana mmoja aliyekuwa mhudumu wa zamani alimletea barua. Ilikuwa imeandikwa kwa mwandiko wa kifahari, jina lake likiandikwa kwa wino wa dhahabu ubi. Rebeka amwita.
Alipoifungua, macho yake yalisoma taratibu na kinywa chake kilitetemeka kwa mshangao. Kwa heshima na taadhima, umechaguliwa kuwa mmoja wa wanawake 5 barani Afrika kupokea tuzo ya Moyo wa Mataifa kwa mchango wako wa kipekee kwa jamii na ubinadamu. Tunakualika Londoni kwa hafla maalum mwezi ujao ambapo viongozi wa dunia watashuhudia simulizi ya moyo wako. Gharama zote zitalipiwa. Tafadhali leta yeyote unayemwona kuwa sehemu ya safari yako ya upendo. Kwa heshima kubwa, kamati ya tuzo za kimataifa za ubinadamu. Rebecca alikaa kimya kwa muda. Kisha akatabasamu kidogo, ile tabasamu ya mtu aliyewahi kulia zaidi ya kucheka. Alimuita Sifa, yule msichana aliyekuja miaka 2 iliyopita akiomba kazi ya kufagia na sasa alikuwa meneja msaidizi wa mgahawa. Sifa, unaijua Londoni? Aliuliza kwa utani. Naiona kila usiku kwenye Google, alijibu Sifa kwa kucheka. Rebecca alimshika mkono. Andaa hati zako. Unaenda nami. Siwezi kwenda bila shuhuda wa baraka hizi. Usiku ule, Rebecca alitembea mtaani akitembeza macho kwenye nyumba za udongo na mabati, vijiwe vya vijana waliowahi kukosa matumaini na akina mama waliouza viazi kwa ndoo. Alimwomba Mungu asimwache alewe na heshima mpya, bali abaki mnyenyekevu kama sahani ya wali na maharage isiyo na jina kubwa lakini inayoshiba. Siku ya kuondoka ilipofika, kijiji kizima kilikusanyika. Hata wale waliomuita mwenda wazimu wa huruma walimshika mikono kwa heshima. Kamera za waandishi wa habari zilimulika kila hatua yake, lakini Rebecca hakuzoea mwanga, aliendelea kuangalia watu, si vioo. Kwenye ndege, Sifa alilia. Rebecca akamwambia, usilie mtoto wa moyo. Dunia si mahali pa hofu. Ni mahali pa nafasi. Kwa walio tayari kupenda pasipo masharti. Na ndege ilipoondoka juu ya anga la Afrika Mashariki, nyuma iliacha si vumbi tu, bali historia ya mwanamke mmoja aliyeamua kuwasha moto wa upendo, sahani moja kwa wakati. Londoni ilikuwa ya baridi na yenye ukimya wa heshima. Mitaa iliyojaa majengo ya kale, taa za dhahabu zilizopangiliwa kwa ustadi, na magari ya kifahari yaliyopita kwa utaratibu usio wa kawaida kwa Rebecca. Alishika koti lake alilopewa na shirika la tuzo, macho yake yakitazama kila kona kana kwamba moyo wake ulikuwa ukipiga hatua pamoja na viatu vyake. Pembeni yake, Sifa alitembea kwa hatua fupi, akiwa amevaa suti ya Kiafrika ya rangi ya zambarau iliyonakshiwa kwa mapambo ya kahawia kama ishara ya mizizi yao walioibeba hadi nchi za mbali. Walifika kwenye jumba kubwa la Royal Holy of Humanity lililokuwa na dari za vioo, milango ya dhahabu na mikeka miekundu iliyopambwa kwa maua. Kila kona kulikuwa na waandishi wa habari, viongozi wa mataifa na wanaharakati waliowahi kuokoa maisha katika pembe mbalimbali za dunia. Mwanamke mmoja mrefu, mwenye sauti tulivu aliwapokea, karibu Bi Rebecca. Unakaribishwa si kwa jina lako tu, bali kwa moyo wako. Hapa hadithi yako ndiyo zawadi yetu. Waliingizwa katika chumba maalum kwa wageni wa heshima, wakapewa vitambulisho vilivyoandikwa Rebecca Mwita Kariwa, Tanzania na Sifa mshiriki mwenzake. Rebecca aliitazama kadi hiyo kwa muda mrefu. Haikuwa kadi ya heshima kwake, ilikuwa kumbukumbu ya safari ya ugali, jiko la mkaa na barua ya mzee Baraka. Usiku wa hafla ulipofika, Rebecca alipanda jukwani baada ya kutangazwa kwa heshima kubwa. Watu walikuwa kimya cha kusikiliza moyo, si maneno. Alichukua kipaza sauti na kusema, mimi si mwalimu wa dunia. Mimi ni mama wa jiko. Nilipika ugali nikiwa sijui kuwa chakula kinaweza kuwa daraja la huruma. Lakini siku moja, mzee mmoja alikula chakula changu na akaniambia, hii ni zaidi ya chakula, ni moyo. Nimekuja hapa sio kwa sababu ya mimi, bali kwa sababu ya ninyi wanaoamini kuwa chochote kidogo kinaweza kubadili dunia. Ukumbi ulilipuka kwa makofi. Wengine walilia kimya. Tuzo ilipowekwa mikononi mwake, sanamu ndogo ya moyo wa dhahabu ukikumbatia dunia, Rebecca alishusha macho. Alikumbuka mama yake mzazi aliyemwambia, moyo wa kupika si kwa tumbo tu, bali kwa roho. Alikumbuka siku alipompokea Sifa aliyekuja akilia barabarani. Na zaidi, alikumbuka mgahawa wake mdogo uliokuwa ukivutia watoto wa mtaa kila jioni saa 12.
Baada ya hafla, vyombo vya habari vilimfuata. Mwandishi mmoja alimuuliza, ukipewa milioni 100 leo, utajenga mgahawa wa kifahari jijini Dar es Salaam? Rebeka alitabasamu. Nitajenga jiko lenye viti vitatu zaidi tu na meza ya upendo. Maendeleo hayako kwenye ukubwa wa jengo, bali kwenye upana wa moyo. Waliporudi hotelini, Sifa alijilaza kitandani akiwa kimya. Kisha akasema, mama, najua siku moja nitakuwa kama wewe. Rebeka alimwangalia na kusema, la hasha. Utakuwa bora zaidi. Kwa sababu moyo hauigwi, unapaswa kuachiwa ukue. Asubuhi iliyofuata, waliondoka London huku mabegi yao yakiwa yamejaa zawadi, lakini mioyo yao ilijaa utume. Utume wa kurejea Kariwa na kuonyesha kuwa tuzo ya dunia haijali mavazi au lugha, bali huruma isiyobagua. Waliposhuka uwanja wa ndege wa Kilimanjaro, walipokelewa na nyimbo za watoto wa mitaani, wake wa mtaa wa soko, na vijana waliowahi kusaidiwa. Hata viongozi wa mkoa walikuwepo, wakiwapa maua na bango lililosomeka, Rebeka Mwita, moyo wa Kariwa, fahari ya Afrika. Lakini Rebeka, kama kawaida, alichagua kupanda gari la kawaida kurudi mgahawani. Aliposimama mlangoni mwa chakula cha moyo, alifungua milango na kuongea kwa sauti nyororo, leo, sahani ya kwanza ni ya mtoto wa mitaani aliyekaa pale miaka 4 iliyopita. Watoto walishangilia. Na jua lilipozama, moto wa tumaini ulizidi kuwaka jikoni, ukilisha sio tumbo tu bali ulimwengu mzima kupitia moyo mmoja mnyenyekevu.